Nchini Tanzania kumekuwepo na swala la maridhiano, ambapo swali kubwa linaloulizwa kwa sasa ni je, Tanzania inaweza kufikia maridhiano ya kisiasa bila kuwepo kwa chama kikuu cha upinzani, tukimaanisha Chadema, na bila kuwepo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani, hapa tukimaanisha Tundu Antipas Lissu, ambaye kwa sasa ni mwaka mmoja yupo gerezani kwa tuhuma za kosa la uhaini ambalo kosa hili halina dhamana. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na viongozi wa vyama vya siasa 18 kati ya vyama 19 vyenye usajili wa kudumu nchini humo kujadili masuala mbalimbali ya kisiasa yakiwemo maridhiano na mchakato wa katiba mpya. Lakini chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, hakikushiriki katika mkutano huo licha ya kudaiwa kualikwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kutokuwepo kwa Chadema kunafungua mjadala mpana zaidi ya mkutano wenyewe kwamba je, Tanzania inaweza kufikia maridhiano ya kisiasa bila ushiriki wa chama kikuu cha upinzani, huku mwenyekiti wake Tundu Lissu akiwa gerezani kwa tuhuma za uhaini? Hili ni swali ambalo linagusa historia ya siasa za Tanzania, kwa sababu baadhi ya hatua kubwa za maridhiano nchini humo zimewahi kufikiwa baada ya vyama vyenye nguvu kisiasa kukubali kukaa meza moja na kukubaliana, hata kama makubaliano hayo yanaonekana na wengine kuwa na ukungu. Tukiangalia historia ya Zanzibar na somo la mwafaka katika siasa za visiwani Zanzibar, mfano unaotajwa mara nyingi ni mfano kutoka kule visiwani Zanzibar baada ya uchaguzi wa mwaka 2000 uliogubikwa na mvutano mkubwa wa kisiasa na vurugu za Januari mwaka 2001 hasa kule visiwani Pemba na kusababisha vifo vya watu takriban 30 hadi 40 kulingana na ripoti rasmi za mashirika ya haki za binadamu. Vyanzo vinasema kwamba vyama vya siasa ikiwemo CCM na CUF vilianza mchakato wa mazungumzo kwa kuweka sawa mambo. Wakati huo CUF kilikuwa ni chama kikuu cha upinzani visiwani Zanzibar na kilikuwa ni mshindani mkubwa wa Chama cha Mapinduzi CCM. Mazungumzo hayo yalipelekea makubaliano yaliyofahamika kama mwafaka, yaliyolenga kuweza kupunguza mvutano wa kisiasa na baadaye yakachangia katika mazingira yaliyowezesha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar mnamo mwaka 2010. Somo kubwa kutoka katika historia hiyo ni kwamba maridhiano yaliyohusisha pande mbili zenye ushawishi mkubwa katika mgogoro wa kisiasa wakati huo yalifanyikiwa. Lakini miaka imepita na mazingira ya kisiasa Zanzibar yamebadilika. CUF si tena chama kikuu cha upinzani visiwani humo. Nafasi hiyo kwa sasa inashikiliwa na chama cha ACT Wazalendo, ambayo wafuasi wengi na viongozi wengi wa CUF walijiunga na chama hiki kufuatia mgogoro wa ndani wa chama hicho uliogubikwa katika chama cha CUF. Mazungumzo yanayoendelea kati ya CCM na ACT Wazalendo yamekuwa yakitajwa kama hatua muhimu katika kuweza kujenga mazingira mapya ya kisiasa visiwani humo katika kisiwa cha Zanzibar. Hata katika kikao chake na vyama vya siasa siku ya Alhamisi mnamo Julai 30 mwaka 2026, Rais Samia Suluhu Hassan amesifia hatua iliyoweza kufikiwa katika mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakiongozwa na marais wastaafu, akisema kwamba ni mfano wa namna tofauti za kisiasa zinavyoweza kushughulikiwa kupitia mazungumzo. Lakini kwa upande wa Tanzania bara ina tofauti kubwa. Chama kikuu cha upinzani Chadema akipo kwenye meza ya mazungumzo ambayo yanaweza kushika kasi kidogo kidogo kuelekea kwenye mazungumzo ya maridhiano halisi. Lakini kauli ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia kwa makamu mwenyekiti wake, hapa tukimzungumzia bwana John Heche, ambaye alisema kwamba hakuna maridhiano bila Tundu Lissu. Chadema inasema kwamba
haikatai mazungumzo, lakini inaamini kwamba mazingira ya kuanza mchakato huo na mazungumzo ya maridhiano bado hayajatimia. Makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesema kwamba hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuachiwa huru. Lissu yuko ndani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, akitumiwa kwa kosa la uhaini ambalo halina dhamana. Heche pia amesema kwamba chama kinataka uwepo wa mpatanishi wa kimataifa au wa kikanda na uwajibikaji kama sehemu ya mchakato wa maridhiano. Nikinukuu hapa ambacho ameweza kukisema John Heche amesema kwamba hakuna mazungumzo yoyote yatakayozungumzwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti akiwa nje. Kama kuna njia zozote za kuanza mazungumzo, ni lazima kwanza mwenyekiti wetu awe nje. Cha pili, hakuna mazungumzo yatakayozungumza bila mpatanishi, na hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila watu kuwajibika. Kwa msimamo huo, Chadema inaona kwamba swala la maridhiano haliwezi kutenganishwa na mazingira ya kisiasa yaliyopo kwa sasa. Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kwamba miongoni mwa mazungumzo bado uko wazi, yaani kwamba mlango wa mazungumzo bado uko wazi na serikali bado inaendelea kupokea maoni, masharti na matakwa ya Chadema. Akizungumza baada ya kukutana na viongozi wa vyama vya siasa, Rais Samia Suluhu Hassan alisema, na nukuu, kisiasa kama mnavyoona tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, kondisheni zake, yaani masharti yake na matakwa yake. Tunaendelea, na ndiyo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Mwisho wa kunukuu kile ambacho alikisema Rais Samia Suluhu Hassan. Rais pia alisema kuwa serikali inalenga kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba mpya. Kauli hiyo inatafsiriwa kwamba serikali inaamini kuwa mchakato unaweza kuendelea huku ikiacha nafasi wazi kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutafakari hata kushiriki siku za baadaye. Lakini maridhiano yanahusisha jamii nzima na si chama kimoja. Hayo ni maneno yaliyoweza kusemwa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Stephen Wasira. Kwa upande wa CCM wamesema kuwa maridhiano hayatazamwi kama mazungumzo kati ya vyama viwili pekee, bali kama ni mchakato unaohusisha wadau mbalimbali wa kijamii na kisiasa. Makamu mwenyekiti wa CCM Bara Stephen Wasira, kipindi anaojiwa, amesema kuwa chama hicho kinaona maridhiano yanapaswa kuhusisha wadau wote, akisema kwamba si swala la chama kimoja cha siasa pekee. Nikinukuu hapa kile ambacho ameweza kukisema Stephen Wasira, amesema kwamba unapozungumza juu ya kuridhiana, sisi CCM tunasema kwamba tunataka kuridhiana kwa kuleta wadau wote pamoja, si chama kimoja cha siasa. Kuna vyama vingi, kuna viongozi wa dini na wadau wengine. Mwisho wa kunukuu maneno ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia wa Chama cha Mapinduzi CCM Stephen Wasira. Wasira amesema kuwa CCM haitaki kuangalia swala hilo kama mazungumzo yanayolenga chama kimoja. Nikimnukuu tena hapa, amesema kwamba sitaki kuwasema Chadema, lakini wao hawataki maridhiano na wanafikiri wao ndio tunataka kuridhiana nao. Sisi tunataka kuridhiana na jamii yote. Mwisho wa kunukuu maneno ya Stephen Wasira ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa wachambuzi, bado kunaonekana utofauti wa mitazamo kuhusu maana ya maridhiano na namna ya kuridhiana. Wakati Chadema ikisisitiza kuwa umuhimu wa kushughulikia masuala yake kabla ya kuweza kushiriki, CCM inaona kwamba mchakato huu kama jambo pana linalohusisha vyama vyote na makundi mbalimbali katika jamii ya Tanzania. Lakini mwenyekiti wa Baraza la Vyama vya Siasa Tanzania, Hallia Atibu, anaona kwamba changamoto kubwa iko kwenye utayari
wa vyama kushiriki katika mazungumzo. Akizungumza alisema kwamba akizungumza na chombo kimoja cha habari, Ali Atibu alioji uamuzi wa Chadema wa kutokushiriki. Nikinukuu hapa, alisema kwamba kama kiongozi wa nchi anakualika njoo tuzungumze, wewe utaki, sasa utafanywaje? Huyo ni mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Tanzania, Ali Atibu, aliuliza hivyo. Kwa wachambuzi wa siasa na viongozi wengine wanasema kwamba changamoto kubwa katika mchakato wa maridhiano mara nyingi huwa ni swala la kuaminiana. Aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Nigeria, hapa tukimzungumzia Dr. Benson Bana, anasema kwamba maridhiano hayawezi kufanikiwa ikiwa upande mmoja bado unaona au haujaridhika au hauamini mazingira yaliyopo. Katika mahojiano yake na chombo kimoja, Balozi Bana alisema kuwa hamwezi kuridhiana kama kuna upande haujaridhika, hamwezi kuridhiana kama bado mnaasimiana au hamwaminiani. Kauli hiyo inachochea zaidi mjadala kwamba je, pande zinazotofautiana zinapaswa kwanza kuweza kujenga mazingira ya kuweza kuaminiana kabla mazungumzo, au ni kupitia mazungumzo yenyewe ndipo uaminifu unaweza kujengwa? Lakini kwa upande mmoja, serikali inaonyesha kuwa mchakato wa mazungumzo unaweza kuendelea kupitia vyama vinavyoshiriki na inaonyesha nia ya kuweza kuanzisha tume ya maridhiano. Lakini kwa upande mwingine, historia ya Tanzania inaonyesha kuwa makubaliano makubwa ya kisiasa yamekuwa na nguvu zaidi pale ambapo vyama vyenye ushawishi mkubwa vinapohusika moja kwa moja katika maridhiano hayo. CCM ilizungumza na CUF wakati CUF ilikuwa ni nguvu kubwa ya upinzani Zanzibar. Leo mazungumzo ya CCM na ACT Wazalendo yanahusisha chama chenye ushawishi mkubwa visiwani humo. Tanzania bara ina hali tofauti kabisa. Chadema ambacho ni chama kikuu cha upinzani akipo kwenye mchakato wala mwelekeo huo kwa sasa, kinaonekana kususia jambo hilo, huku kikisisitiza kuwa masharti yake lazima yazingatiwe kwanza ndipo ingie katika maridhiano. Hapo ndipo wengi wanajiuliza kama Tanzania inaweza kujenga maridhiano ya kudumu bila ushiriki wa Chadema na Lissu ambaye ni kiongozi wa chama hicho mwenye msimamo, au kama mafanikio ya mchakato huo yanategemea kwanza namna ya kuwaleta wadau hao wakuu kwenye meza ya mazungumzo. Kadiri uchaguzi unavyokaribia, jibu la swali hilo linaweza kuwa ni mchango mkubwa katika mwelekeo wa siasa za Tanzania kwa mwaka 2030. Sasa tuachie maoni yako, lakini kabla hatuja kuacha, tunaomba tukusomee baadhi ya maoni ya wadau hapa, alafu baadaye hapo tutakuachia wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tutaanza na huyo kwanza, anaitwa Apronia. Anasema kwamba nadhani ukichukua idadi ya wananchi ambao ni wanachama, wapenzi na wafasi wa vyama vya upinzani, nadhani zaidi ya 80% ni wanao wa upande wa Chadema na 20% iliyobaki ndio idadi ya wanachama na wafasi na wapenzi wa vyama vilivyosalia. Maana yake bila Chadema maridhiano ya dhati na Watanzania yatakuwa hayajafikiwa. Kwa mtazamo wangu, maridhiano hayataweza kufikiwa bila Chadema, hata kama maridhiano hayo yataungwa mkono na vyama vingine takribani 18. Kwani unapozungumzia vyama vya siasa hapa nchini ni chama chetu cha CCM ambacho ndio chama tawala, kikifuatiwa na chama cha upinzani Chadema. Hivi vyama ndivyo vyenye wanachama, wapenzi na wafasi wengi. Maridhiano ni kati ya CCM na wapinzani kwa niaba ya wananchi. Hivyo maridhiano yakifanyika bila Chadema, maana yake itakuwa
imewaacha sehemu kubwa ya Watanzania nje ya maridhiano hayo. Lakini James yeye anakuja anasema kwamba dhana potofu ni kudhani kwamba maridhiano ni kati ya Chadema na serikali au CCM. Maridhiano ni kati ya vyama vyote na serikali. Taifa linaendaje na mambo yanaendaje, iendeshweje na mustakabali utakaobadilika. Kuwe na masharti yatakayoingilia mahakama ni kwenda kinyume na katiba na kuweza kuleta mfano mbaya. Kama chama kimoja akitaki kushiriki na vingine vyote vikashiriki na kufikia maridhiano, chama kisichoshiriki kufuatana na demokrasia kinatakiwa kifuate. Hiyo ndiyo demokrasia. Kwa hiyo bila Chadema inawezekana, la sivyo neno demokrasia lifutwe. Huyo ni James ameweza kutuambia hivyo. Lakini kuna mtu mwingine hapa ni Lenatus anatuambia kwamba swala la katiba sio swala la kisiasa tena kama serikali inavyodhani jambo hili, bali ni swala la kidini. Ni kitu kinachohitaji kuweka utimamu wa akili na kuweza kuhitaji msaada wa akili ya kimungu ili Roho Mtakatifu afanye kazi yake ndani yenu pasipo ubaguzi wala upendeleo wowote. Kwa katiba hiyo inatarajiwa kuwepo kuweza kuongoza viumbe vyote vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu na sio kwa ajili ya maslahi ya familia ya mtu. Kwa vyovyote vile, ushiriki wa kibinadamu na kwa kutumia hisia ya kimungu kunahitajika. Huyo ni Lenatus akatupa maoni yake. Lakini tukienda kwa mtu mwingine hapa, huyu ni Frank anasema kwamba naamini lugha ya staa kwa yoyote au vyovyote vile ina tija zaidi. Mke anawajibika kuwa chini ya mume ili mambo yaende vizuri. Katika utamaduni pia kiramani, tusaidie kuweza kujenga picha ya aina hiyo. Chama fulani akina adabu ni kwa mtazamo wa chama na mshindani. Ni vizuri, huyu anasema kwamba ni vizuri kuheshimiana kama washindani kwa mustakabali mwema wa taifa letu. Kila Mtanzania anayelitakia taifa hili mema na anayetarajia maendeleo atanielewa. Amini kuwa wakati wa mzaa umeshapita, tuwajibike. Huyo akawa amemaliza bwana Frank. Lakini tukienda kwa bwana Julius anasema kwamba wahenga walisema wengi wape. Kwa kuzingatia usemi huo, wadau wa muafaka huo wanapaswa kuweza kushirikishwa kwa jambo hili ni vyama vya siasa, na hiyo ni muhimu kuwatambua na kutathmini ukubwa wao na kuyaangalia haya: tarehe ya kuanzisha kwa vyama hivyo, idadi ya wanachama wao, ushiriki wa vyama hivyo katika chaguzi mbalimbali, ushindi walioupata katika chaguzi mbalimbali, mchango wa kila chama katika kukua kwa demokrasia nchini. Washirikishe wadau kuweza kulingana na ukubwa wao. Huyo ni Julius akawa amemaliza kutupa maoni yake. Sasa mtazamaji na umfuatiliaji wetu, naomba tukusomee huyu mtu wa mwisho. Ni Cuthbert anasema kwamba maridhiano ni mpango mzuri sana. Hayo maridhiano ni kati ya nani na nani? Vyama vya siasa vyenyewe au serikali na vyama? Serikali iratibu vyama vikutane na wao wanasiasa na wao wawe na uwezo wa kuunda tume ya maridhiano, lakini sio CCM ndio iwe injini ya kuratibu maridhiano. Chanzo cha machafuko ya kisiasa nchini kimesababishwa na CCM kwa kuwagawa wananchi, matumizi mabaya ya rasilimali kupitia madhaifu ya viongozi na baadhi ya kisiasa